mstari wa kwanza ambao nitataka tuusome unatoka kwenye kitabu cha Mhubiri. Yes. Unatoka kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 25. Mhubiri 7:25. Tena nitaomba isomwe Kiswahili na Kiingereza. Mike iko hapo jirani pale. Alafu mtu mwingine awe ameenda kwenye Waebrania sura ya 13 mstari wa 7. Haleluya. Yes. Anza na Mhubiri sura ya 7 mstari wa 27, na hiyo utasoma Kiswahili na Kiingereza, alafu utasomea Waebrania 13 mstari wa 7. Yes. Mhubiri 7:25. 27. Mhubiri 7:27. Ndio. Anasema tazama, asema Mhubiri. Tazama, anasema Mhubiri, mimi nimeyaona hayo kwa kulinganisha. Mimi nimeyaona hayo kwa kulinganisha. Yes. Kwa hiyo Mhubiri anatuambia kwa kila anachokiandika amelinganisha hiki na hiki ili kupata jumla. Hebu soma kwenye Kiingereza. Kwenye Kiingereza anasema, ndio, behold, this have I found, says the preacher, counting one by one, to find out the account. Umeona hiyo ilivyomwagika vizuri ili upate. Unajua dunia hii kwa sasa hivi imetengeneza mbadala wa vitu vingi sana, na inahubiri kwa nguvu sana kujaribu kuonyesha vya kiungu visivyo real, kwa vile ambavyo imejaribu kutuonyesha vitu vyake. Kuna uumbaji mkubwa wa kibinadamu ambao una prove leo Mungu ni nini Bwana, kakufanyia nini Bwana. Tuko kwenye kipindi ambacho mtu atashangaa sana, fogi kiu inapita hapo sport, lakini hatushangai kabisa uumbaji wa Mungu, kwa sababu uumbaji wa mwanadamu uko juu kweli kweli. Angalia humu ndani tulimwa, kila kitu hapa ni kazi ya mikono yetu. Tumeumba kila kitu, na huu uumbaji ni kweli. Baada ya mwanadamu kuanguka kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22, Mungu akasema huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, tumuondoe hapa. Ina maana amekuwa mmoja wetu kwa vipi? Kwa sababu Mungu yeye pekee ndiyo mwenye uwepo binafsi, hategemei chochote kwa kuwepo kwake, ila vitu vyote humtegemea yeye kuwepo. Kwa hiyo sifa, Mungu ana sifa nyingi, lakini iliyokuchukua hii, hana uwepo, ana uwepo binafsi wake, hategemei chochote kwa kuwepo kwake, vyote humtegemea yeye. Kwa hiyo mwanadamu alipofumbua macho kwenye asivyo Mungu, ina maana hakuna kitu, tayari aliingia kwenye hali ya kutokumtegemea Mungu tena. Na hapo ndo napowaambieni ndugu zangu, ni msingi wa uumbaji wa haya unayoyaona ndio umetokea pale. Akaanza kuona yuko mtupu kwenye fikra zake. Mambo makubwa mawili yalitokea. Cha kwanza, alikuwa hawezi kuishi tena siku zote, kwa maana ya milele. Lakini mara ya pili, alikuwa amepoteza kila kitu, hakuwa anaona kitu chochote kile. Cha kwanza, hali ile anayosema kama mtupu, akajiona mtupu, si swala lolote ambalo lilikuwa linaongelea kuhusu nguo na mavazi. Anaongelea utupu ambao sasa kwenye mawazo yake alikuwa anajiona mpungufu. Kwa alipoteza kwenye fikra, akapotea kwenye mazingira. Sasa leo kunakuwa ni kazi sana kuwaelezea kuhusu uungu, uponyaji wake, nguvu zake, mamlaka yake na uweza dhidi ya yote. Mwanadamu ametengeneza mbadala nyingi sana. Haleluya. Na kwa sababu ametengeneza hizo mbadala nyingi, anaficha Mungu kuonekana, na badala yake kuanzia pale lilitengenezwa jukwaa au msingi wa uumbaji wa vitu vyote ambavyo ameumba. Mpaka hapa tunapozungumza sasa hivi tuko kwenye kilele kabisa, juu kabisa cha uumbaji wa mwanadamu. Watu wameshaenda mpaka maeneo ambapo sasa wanajaribu kukana kabisa hata uwepo wake. Sasa Mhubiri anasema hivi, kwa kipindi hichi lazima tulinganishe hili na hili kupata jawabu. Kuna ukweli, haiwezekani uwepo uongo bila ukweli kwanza. Kwa hiyo mahali popote pale ukweli ndio umeanza, ndio maana ukatengenezwa uongo kutoka kwenye ukweli. Haya, kwenye hiyo nyingine tuliyosema, hebu soma hiyo nyingine. Waebrania 13 mstari wa 7. 13 mstari wa 7. Ndio. Yes. Waebrania 13 mstari wa 7. Ndio. Anasema,
Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, ndiyo, waliowaambia neno la Mungu, ndiyo, tena ndiyo, kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, ndiyo, iigeni imani yao. Unaona, kumbe lazima tuchunguze uhalisi wa ukweli kwa ndani, halafu tujiambatanishe na tunachogundua ni kweli, halafu tuige. Ngoja nikwambie, kabla haujafikia katika uhalisi wa jambo lolote lile, anza kwa kuiga. Ndio maana hata yeye mwenyewe Mungu alituletea Torati kwanza ili tuanze kuigilizia. Wanasema unapofanya mazoezi kwa kurudia ufanya sahihi. Kwa hiyo mtu yoyote anayefanya sahihi chochote anachofanya leo, iwe kazini, iwe wapi, biashara, amerudia. Na watu wengine wanasema kabisa, ukimwona mtu amefanikiwa ni mtu ambaye kasha feli mara nyingi sana. Mimi nawaambieni ndugu zangu, changamoto ni nyingi zitakuja kwa sababu tu tuna mawazo ambayo bado hayajamwamini Mungu. Na changamoto sio Mungu anazileta, zinaletwa na mawazo yetu ambayo hayajamwamini Mungu hata sasa hivi. Kwa sababu Yakobo sura ya 1 mstari wa 12 na kuendelea pale nasema, Mungu hamjaribu mtu wala yeye hajaribiwi na kitu. Kwa hiyo mtu yoyote anayejaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu, yani asiseme. Kwa hiyo Mungu hamjaribu Mungu, ila mtu hujaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Kama Hawa alijaribiwa mwenyewe katika mawazo yake, akavutwa na kudanganya. Sasa lazima tujue ni kipindi ambacho anasema kutakuja mafundisho mengi. Anazungumza Timotheo, watu watajitafutia walimu kwa sababu wana masikio ya utafiti, na kwa sababu hiyo watajiepusha na mafundisho ya kweli, na baada yake wataenda katika njia zisizo. Nikwambieni ndugu zangu, tupo kukaa kwenye ushindi wa Kristo. Kristo alivyokuja aliushinda ubaya kwa wema wake, kwa kutendewa kila kitu ambacho kilionekana kibaya alishinda. Hakurudisha ubaya kwa ubaya. Alisema kwamba mtu yote anayekupiga kofi la kushoto geuza na kulia. Alikuwa anajaribu kutuonyesha anaushinda ubaya mbele ya macho yetu. Ubaya ambao ulikuwa unaonekana umeshindikana, alikuwa anajaribu kutuonyesha namna ya kushinda ubaya. Ndio maana anazungumza, anasema ushindeni ubaya kwa kuwa wema. Haleluya! Majaribu yaletayo dhambi hakika yatategemea. Ameonywa atakayeyaleta, lakini kwako tegemea. Utaachana na hali hiyo tu wakati umebadilisha mawazo yote. Sasa sikwambii ukae tayari kwa maana ya kutegemea ili uinue hisia za kutegemea. Maada mtu mawazo yako yasiyoamini Mungu bado unayo, hayo ndiyo ambayo yatakapojiibua mambo yasiyo sahihi, yanajaribu yanakuexpose, kuonyesha kwamba kaza bado, endelea mbele, sio kukuvunja. Haleluya! Kwa hiyo kunapotokea mgogoro fulani wa jambo fulani, ndo unapata experience ya namna Kristo alivyoshinda katika hayo mazingira. Wewe hautakiwi uwe umepita na ukafika mahali bila kuwa umepitia katika ukweli ambao unaona kabisa mimi hapa nimeshinda. Oh, haleluya! Yeye ametupa kushinda, na huku ndiko kushinda kuushinda kwa ulimwengu. Ni hiyo imani yetu, kwa sababu imani yetu imeshashinda ulimwengu. Ilikuwa katikati ya wema wakati ubaya uliizunguka. Ukisoma kwenye Warumi sura ya 5 nafikiri mstari ule wa 21, anazungumza, anasema wakati ambapo ubaya ulikuwa mwingi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Kwa hiyo ubaya haujawahi kushinda kipindi chochote. I'm telling you. Oh, haleluya! Kwa hiyo tunachunguza, tunapima hili na hili ili kujua ukweli uliopo, alafu tunauigilizia. Wakati bado hatujawa halisia hicho, tunaigilizia. Kwa hiyo katika hali ya kuigilizia tunafanya mazoezi, na mahali tunapofanya mazoezi wanasema practice make. Mwisho wa siku you will be perfect. Oh, hallelujah! Hebu endelea mbele, mwambie jirani yako endelea. Oh, hallelujah! Sasa basi, labda nitaje kitu ambacho nitakuwa nakirudia sana, halafu nitarudi kwenye kitu ninachotaka kukushirikisha leo. Kuzaliwa ni kujitambua. Na sasa huku tunakosema kuzaliwa ni kujitambua, labda niseme kuzaliwa ni nini na kujitambua ni nini. Labda niseme hayo maneno mawili.
yanaweza kujibiwa kwa mitazamo tofauti. Haya maswali mawili: kuzaliwa ni nini na kujitambua ni kitu gani? Sasa kwa mfano, jambo la kwanza, kuna kuzaliwa au labda tuseme kibiolojia, sivyo? Tunazaliwa kibiolojia, labda mtoto tumboni anazaliwa, okay? Anazaliwa, wakubwa wanamuona huyu hapa ni mtoto wetu. Mama tangu akiwa tumboni, mna experience ya mateke unakaona tu kabisa kanapiga mateke. Tunashukuru pia na watu wa sayansi leo wanaweza wakatuambia hata ni wa kike au ni wa kiume. Kwa hiyo tumemjua hata kabla akiwa tumboni huko. Anazaliwa akiwa tunamtazama, anakuwa, wote sisi tunamuona, kaka zake, dada zake na majirani, watu wazima. Lakini aliyezaliwa hajui chochote kuhusu tumboni, hajui chochote siku ya kwanza ya kutoka tumboni, hajui chochote mwezi wa kwanza, hajui chochote mwaka wa kwanza, hajui chochote mwaka wa pili, hajui chochote. Na hata hapa nikiwaulizeni nyinyi hapa mtakuwa washahidi, nilisema nikimtoa Gabu hapa nikasema hebu rudisha kumbukumbu zako nyuma, unafikiri unakumbuka miaka mingapi ambayo unaanza kukumbuka kwamba hapa nilianza kushika? Wengi mtaanza mitano hapa Jumapili nilipata mtu habari aenda mpaka minne biolojia uliza, lakini hujaanza kujitambua binafsi. Kwa hiyo hujaanza maisha yako ya kujitambua. Kwa hiyo hapo tunazungumzia ni kuzaliwa. Wewe umezaliwa kibiolojia. Kwa watu wakubwa, mama, baba na wengine wameona mtoto amezaliwa, mtu alikuwa na mimba amezaliwa, lakini yule aliyezaliwa hajui chochote. Wana falsafa nimewanukuu kadhaa hapa na sijui majina yao ni magumu sana, sijui kama nitayasoma vizuri. Wanasema kuzaliwa ni kuingia kwenye uzoefu wa maisha. Kwa hiyo wenyewe kuzaliwa kwao ni kama wameona tu si ameshazaliwa bwana, hiyo hatutaki kuongelea sisi tena. Lakini wao wanazungumzia moja kwa moja kwamba kuzaliwa kama uzoefu wa kuingia kwenye maisha mtu yule binafsi, maana ya kujifahamu wewe ili kufahamu vingine. Na hili mimi nimelisisitiza sana. Hili jambo ni ya muhimu sana. Na of course nilikuwa nazungumza tu, nilikuwa sijajaribu kutafuta kuona kuna watu wengi sana wanaongelea kuhusu hili jambo. Wanafalsafa wengi wanajiuliza kama kuzaliwa ni kutoka tumboni tu au ni kuanza kujitambua. Sasa haya maswali tulijiuliza siku ile Jumapili, nakumbuka kwamba hata wewe mwenyewe kama hujafikia kujiuliza yale maswali matatu: mimi ni nani, nimetokea wapi, nimeanzia wapi? Mimi ni nani hapa nilipo, nimetokea wapi, nimeanzia wapi? Sasa mimi ni nani hapa nilipo, ina maana nimefikia hatua ya kwamba nimezaliwa tayari, niko nje ya tumbo. Sasa nimefika hatua ya kujifahamu katika fahamu zangu, ndio najiuliza swali hilo. Kwa hiyo mtu yote ambaye hajiulizi hilo swali, ina maana bado hajafahamu katika fahamu zake, na huenda amefahamu lakini kafahamu vitu vingine, yeye mwenyewe hajajifahamu. Kwa hiyo ina maana yeye mwenyewe hajaingia mawazoni mwake, ila kaingiziwa vitu vingine au watu wengine kwenye mawazo yake. Ndio maana hawezi kupata swali hilo kujiuliza. Lakini wale ambao hawajaingiziwa watu wengine na vitu vingine, kwa sababu kuna watu, unajua mawazo yako hivi ni kama taa. Inapowaka hii taa itaangaza hapa na itaonyesha kila kitu kilichokuwa hapa kitakuwa wazi. Na mawazo Mungu alivyojitoa kopi yalizima. Kwa hiyo akatengeneza mwili, anapoenda kuyaweka kwenye mwili alikuwa yamezima. Kwa sababu Adamu hakujikuta kwenye movement, alikuwa na starting point. Kuna mahali ambapo alianzia. Ndio maana maandiko yanasema mtu akawa. Ile akawa ina maana akawaka. Kwa hiyo ina maana alikuwa ameachwa mahali fulani kwa hatua kadhaa ambazo yeye mwenyewe anatakiwa ajimalizie kwa maana ya kuwaka. Kwa hiyo akawaka. Kwa sababu leo tungekuwa tuliwashwa, wengine wangekuwa wanasema Mungu aliniwasha vibaya bwana. Unaona? Lakini mwanadamu anatakiwa awake yeye. Ndio maana maandiko yanasema mtu akawa, yeye akawa nafsi hai. Ina maana akajiweka, akawaka kwenye alivyokuwa mezima, akawaka. Sasa alipoanza alianza zero. Na hichi ni kieneo ambacho watu wote mpaka leo tunapitia. Nimetoka kuzungumza mtu anapozaliwa alikuwa anatumia kila kitu kwenye tumbo la mama kupitia kitovu. Siku alipozaliwa kile kitovu anakikata, anakuwa disconnected. Maandiko yanasema huwa amezima, na madaktari wanaanza kumpiga mgongoni, wanamuinua miguu hivi
ili alie. Ile kulia ndo anawaka. Haleluya. Na nimeshasema hapa mara kadhaa kwamba katika ile milango mitano ya fahamu, mwanadamu anazaliwa akiwa amewaka kwenye milango mitatu, na milango miwili inakuwa imeziba. Macho yanakuwa yameziba, masikio yanakuwa yameziba, lakini zile milango mitatu mingine ambayo ni kugusa, kunusa, kusikia ziko on. Ndiyo maana cha kwanza anafeel ile hali ya baridi ya nje ambayo ameikuta, ndiyo maana analia. Hali ile ya ana mazingira tofauti, anafeel. Kumbuka ana nafsi ambayo inaweza kuassess. Lakini fikiria, nyinyi wa mama mnafahamu, mtoto bado haoni wala hasikii. Nani humwambia nyonyo hiyo hapo imekuja, nyonya na umeze, wakati tangu ameanza kujiunda tumboni hajawahi kutumia njia hiyo ya kula? Nani humwambia? Lakini nyinyi wa mama mnajua, mtoto bado haoni wala hasikii, waga anakujua ni mama na huyu sio, kwa kupitia harufu. Kwa test ile ya ladha, ama kinyonya maziwa hivi, ukimgusisha na nyonyo anahisi. Kwa sababu hizo milango mitano ya fahamu huwa anasema kwamba ni kuleta taarifa kwenye mawazo yako ambayo ni nafsi tafsiri, ulichoona, ulichogusa, ulichonusa, ulichoonza. Kwa hiyo hizo milango mitano ya fahamu kazi yake ni kuleta taarifa kwenye mawazo ya tafsiri. Ndio maana macho sio vioneo. Eti sio vioneo. Macho ni vioneo, sio vitafsirio. Kwa macho sio yanayotafsiri. Macho ni vioneo. Ni kupeleka ama kuleta picha, ni kupeleka ama kuleta ladha, ni kupeleka ama kuleta mgushano, ili mawazo ya tafsiri. Kwa hiyo milango mitatu wake iko on, mitatu miwili imeziba. Kwa hiyo kuzaliwa ambako wanafalsafa wanasema ni kuingia katika uzoefu wa maisha. Kwa Adamu alipowekwa ile nafsi kwenye mwili, alikuwa mezima, alihitaji kuwaka, na alipowaka alianza zero. Oh, haleluya. Kwa akaanza kukua. Na falsafa wengi wanasema kuzaliwa si swala la kutoka tumboni. Wao wanajua, wana biolojia hilo wameshazungumzia sana. Wao wanazungumzia ni kujitambua, mimi ni nani. Kwa hiyo mimi ni nani, ina maana tayari nimeshapata ufahamu kamili ambao unaweza kujiuliza nimetokea wapi. Kwa sababu kama haujajua ulipotokea, hujui unapokwenda, na kama hujui unapokwenda, huwezi kujua hata kama umepotea. Na mtu ambaye hajui anapokwenda, kila njia huwa yake, kwa sababu unaenda wapi? Mtu yeyote ambaye hajui anapokwenda, hajui kama amepotea. Ukimwambia mtu umepotea, kuuliza unaenda wapi, unasema. Kwa hiyo mtu waga anaanza kutambuta chimbuko lake. Ndio maana leo mtu hata kama baba yake ni choka mbaya, mwisho wa siku kama hamuoni, anatafuta, atasumbua mpaka muone, kwa sababu anataka kuona chanzo chake. Kwa hiyo ukishajua nimetokea wapi, utagundua ni tumboni. Nilikuwa tumboni. Na wewe kwa sababu umeshakuwa, utaanza kuona wamama wana ujauzito, halafu anazaliwa mtoto, unaambiwa unaona na ulizaliwa hivi. Sasa unaamini, lakini huna uhalisia wa kile kitu kilitokea, ila unaamini ulizaliwa. Ndio maana hapa wote nyinyi tunaamini mlizaliwa. Hata mimi. Hakuna mtu yote anayeona uhalisia alipozaliwa. Wakati mama anakufunga nepi, wakati anakuogesha, hakuna mtu anajua hapo. Hana hiyo memory mpaka sasa. Na huenda kwa nini? Watu tunatakiwa tusiwe nayo hiyo. Tunajua tena, kama tungelikuwa tunajua tuna memory hiyo, pengine tungekuwa tunawaonea aibu wazazi wetu mpaka leo. Unaona nilivyokuwa na kuogesha. Kwa hiyo wakati mwingine acha ile imefutika, ndio maana tuko huru. Haleluya. Kwa hiyo utajua kwamba nimetokea tumboni. Haleluya. Sasa utajiuliza nimeanzia wapi? Ndio utakuta pale kwa Adamu. Kisha tambua Adamu kabla hajaanguka, utaona aliwazwa na mawazo yaliyokuwa yanamuwaza. Yeye hakuwa anawaza kwenye wazo lililokuwa linamwaza. Mungu anasema Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hapo unaona direct unatoka kwenye wazo la Mungu. Na kwa kupitia Adamu ukafanywa wewe na binadamu wote. Na Adamu akawa ndo kipimo cha maamuzi yake atakayoamua. Basi kila binadamu angeamua hivyo. Wala usimlaumu Adamu. Akaamua vile. Adamu alikuwa alikuwa hana asili, kwa sababu kilichoumbwa hakina asili aliyekiumba, ila kilichozaliwa ndio kina asili aliyekizaa. Adamu hakuwa amezaliwa, alikuwa ameumbwa. Maandiko yako wazi yanatuambia mtu akawa nafsi hai. Wakati ameanguka, maandiko pia yanatupa taarifa kwamba baada ya kuanguka, Mwanzo sura ya 5 mstari wa 3,
Maandiko yanasema kwamba mtu akazaa mwana kwa sura na mfano wake. Sasa Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni Mungu alimuumba kwa mfano na sura ya Mungu. Mwanadamu baada ya kuanguka akazaa mwana kwa sura na mfano wake, yeye aliyeanguka. Pale ndo tunaanzia. Haleluya. Kuna huyu mwana falsafa anaitwa Rene, anasema hivi, hakika wa kwanza ni kujitambua kwake. Yaani uhalisi au hakika ya mtu ya kwanza ni kujitambua kwake. Yaani mtu yote ambaye hajajitambua yeye anasumbuka kwa namna fulani, au kuna mambo mengi sana yanaendelea kwenye maisha yake ambayo anashindwa kuyakontrol. Anaitwa Rene Sambad, Descartes. Alisisitiza uhakika wa kwanza wa mtu ni kujitambua kwake. Halafu akasema hivi, ninafikiri. Yaani kama ninafikiri basi nipo. Unaona? Yaani kama nafikiri, yani naweza nikafikiri vitu, yani nawaza, yani unajua ni mimi hapa nipo, yani unajua nazunguka kwenye mimi yani hapa. Sasa ukiwa unazunguka wakati mwingine kwenye wewe ukajikuta unazunguka kwenye matatizo, ina maana wewe ni matatizo hayo hapo huko unazunguka yani. Tunaona kukiwa kwenye compound kwako bado unazunguka hivi, unazunguka kwako hivi, unasema hapa ni kwangu ama wapi, unazunguka pale, unazunguka. Huyu jamaa anasema kwamba nafikiri. Kwa hiyo kama nafikiri ina maana na rotate, nazunguka kwenye mimi. Kwa naweza basi kumbe naishi. Basi kumbe nipo. Basi kumbe ndo mimi huyu. Sasa wewe ukiwa unazunguka kwenye wewe, unakutana na vitu gani? Unakutana na vitu vizuri tu. Oh, haleluya. Kila mahali unapojizunguka ukiangalia vitu ni vizuri, unatabasamu. Kila mahali unapozunguka unaangalia. Yaani kila kitu ukizunguka, kila unakotazama unaona vinavyokutazama. Haleluya. Ninafikiri basi kumbe nipo. Haleluya. Hebu sema ninafikiri. Kuna kipicha fulani hivi kinatembea sana kwenye mitandao. Kuna kanyundo hivi kinagonga kama kataa hivi, kanavunjika pa. Alafu mtu anavalishwa kale kakofia ka graduation. Nikaona kwa picha. Kama wameshakuvunja hicho, huwezi kujifikiri, yani utafikiri walio kuinduce. Kama wamekivunja hicho, baba wamekuingizia kitu kingine. Ndio maana yeye kinyanya, mimi sijui waga nikoje. Unasema haya nikoje? Hapo vimeumana, wamekuondoa wewe, wamevunja taa, alafu wamekuwekea kitu kingine ambacho sasa wewe mwenyewe kwenye hicho bado hujakonect. Kwa hiyo unajaribu kupambana nacho. Kuna huyu anaitwa John ni Locke. Inasomekaje? Locke. Locke. Anaitwa John Locke. Yeye alisema hivi, utambulisho wa mtu unahusiana sana na kumbukumbu na ufahamu endelevu anaoendelea mtu kujifahamu. Kwa maana fulani, mimi ninayetambua na kukumbuka ndiye mtu huyo halisi